Hali gani ndugu mtazamaji wa Bahame Senior TV. Karibu tena kwa wakati mwingine tuweze kupitia habari inayosema kwamba kufutwa kwa Biblia takatifu na Papa Francis. Papa Francis amefuta Biblia takatifu na amependekeza kitabu kingine mbadala. Papa Francis leo ameushangaza ulimwengu kwa kutangaza kwamba Biblia ni kitabu kilichopitwa na wakati na kwamba kinahitaji mabadiliko makubwa. Kwa hiyo imefutwa rasmi na umeitishwa mkutano wa wakuu duniani wa kanisa ambapo watajadili na kuamua kitabu kitakachokuwa mbadala wa Biblia takatifu. Jina la kitabu na maudhui yake. Tayari kuna majina yameanza kupata nguvu kama vile Biblia mwaka 2000, Biblia 2000 na kadhalika. Akitangaza tamko hili amenukuliwa akisema, hatuwezi kuendelea kuwahubiria umma wa wanadamu katika ulimwengu wa kisasa kwa kutumia kitabu ama Biblia ambacho kina umri wa miaka maelfu. Tunapoteza wafuasi wetu na lazima twende hatua mbele katika kulifanya kanisa kuwa la kisasa, kuendana na wakati wa sasa kwa kuandika upya neno la Mungu, hata kama itakuwa ni agano la kale ambapo baadhi ya aya si lazima zirudie tena kuwepo kwenye maandiko haya. According to the Jesuit Catechism, absolutist papal maxims of the Jesuit, yani katekisimu ya majesuiti, yani askari wanaotetea itikadi ya mamlaka ya Papa, wanasema ya kwamba kuna mamlaka moja ya juu kuliko zote ulimwenguni, nayo ni ya kipapa. Namba 4 wanasema hakuna sheria inayoweza kuundwa kuwabana wa Kristo isipokuwa mamlaka ya Papa, kama ilivyokuwa kwa Waisraeli wa kale. Hawakupokea chochote isipokuwa kupitia kwa Musa. Namba 5 wanasema Injili singekuwa Injili kama Papa asingeipitisha. Namba 8 wanasema kama Kristo akiamrisha kitu kimoja na Papa akaamrisha kitu kingine, Papa anapaswa kutiiwa badala ya Yesu Kristo. Namba 9 wanasema nyaraka za maamuzi ya Papa zinapaswa kupokelewa na kuheshimiwa kama neno halisi la Mungu. Naam, ndugu msikilizaji, nawe pia unayenitazama kupitia Bahame Senior TV, basi tumeweza kusikia ujumbe huo mzito, ujumbe ambao kwa wakati mwingine tunaweza tukafikiri ya kuwa ni ujumbe ambao pengine ni ujumbe ambao unaweza kukushtua pia. Lakini basi ujumbe huu ambao tumeweza kusikia, bado tukirejea katika maandiko yanatuelekeza kuwa usiongeze wala kupunguza katika neno la Mungu. Vyote hivi ni katika maandalizi ya kuelekea kuundwa kwa dini mpya itakayojulikana kwa jina la Chrislam, kwa maana ya Christianity and Islamic. Maana yake hapo tayari wanaunganisha kuwa dini moja badala ya kuwa na dini tofauti. Kuna dini inayoandaliwa moja itakayojulikana kwa jina la Chrislam, na ulimwengu mpya ambao tutakwenda kuwa ni ulimwengu wa serikali moja, lakini pia ulimwengu wa dini moja. Kwa hiyo dini itajulikana kwa jina la Chrislam. Basi barikiwa sana, uwe na wakati mwema, tukutane tena wakati mwingine. Mungu akubariki.